akili na hatuitumia akili yetu, tunafanya mambo ambayo hata wanyama hawezi kufanya, na Mungu amekupa akili. Lakini kila mara sheitani anaitumia akili yako kwa kukughuri wewe. Manake anakuja kwenye masikio yako, ananongoneza baadhi ya maneno, anakuambia leo nenda ukakeshe mahali fulani, leo kafanya matendo fulani mabaya, leo nenda ukamwibie fulani, kafanya kitu fulani ambaye ni kichafu. Basi sheitani hana uwezo juu yako isipokuwa ananongoneza tu. Akishanongoneza anatoka, nafsi yako sasa inarudia rudia. Alafu msaidizi mkubwa wa sheitani ni rafiki mbaya. Sasa wewe ukiyafanya yale mawazo ambayo imekuijia kwenye masikio yako ukayatekeleza, umempa sheitani nguvu ambaye hana. Lakini lau utatumia akili yako ukasema, la, Mungu amenikataza hili jambo, siwezi kufanya, yeye hana uwezo juu yako. Mfano, wewe leo unatembea barabarani hapa, ndugu zangu, sheitani anakuja kwenye masikio yako, anakuambia hebu geuka umwangalie huyu mwanamke anatembea, huyu alivyokuwa mrembo huyo, angalia, mwangalie. Sasa hapa kwanza inatakana utumie uchamungu, umuogope Mwenyezi Mungu, na pili utumie akili yako. Umuulize huyu sheitani maswali mawili tu, na ataacha tena kurudi kwako wewe. Muulize, nikimwangalia huyu mwanamke nitapata nini mimi? Ni nyama iliyokaangwa kwa kamuni na dalasini ikatiwa na iliki ndani, ambayo ukila unaona raha, au ni halua unaila kwa kahawa chungu? Ni nini hii? Na nimeangalia miaka yote hii, imenisaidia nini mimi zaidi ya kuzorotesha imani yangu mpaka mwisho, macho imekataa kutoa machozi kwa sababu ya kuangalia. Basi huyu sheitani hawezi tena kurudi kwako wewe, atakwenda kutafuta mtu mwingine. Lakini wewe kila mawazo ambayo inaikuijia wewe unafuata tu. Pata kujua, ndugu yangu, unahatarisha. Kwa nini leo